Wazee wa Yanga wamepiga mkwara mzito kweli kweli, wakisema kwa kuhakikisha kwamba hilo swala halipo Juni 15. Lakini kitu kingine ambacho pamoja na mkwara wao kwamba kwanza wapeleki timu pili, kiongozi wa Yanga yeyote atakayepeleka timu basi wasimtambue kama kiongozi, yani awapishe. Lakini kitu kingine pia nimeona wamethibitisha Alikamu akisema kwamba tiketi hazitauzwa popote, kwa sababu kulikuwa na taarifa kwamba wasipotangaza Yanga mechi itachezwa wapi, basi bodi ya ligi itatangaza mechi itachezwa wapi. Ikumbukwe kwamba Yanga wao ndio wenyeji. Na mwenyeji siku zote ndo anafanya protocol zote za mchezo. Zile logistics na nini anafanya yeye. Maana yake anaposema hatuchezi, it means kwamba zile harakati za kuandaa mchezo hazitofanyika. Kwa sababu yeye ndo kwanza atakiwa confirm uwanja. Ambapo uwanja kimsingi asilimia kubwa ni Benjamin Mkapa kwa sababu uko tayari. Si ndio? Kwa hiyo akiconfirm kwamba uwanja ni Benjamin Mkapa, cha kwanza hicho. Cha pili, uwanja ule sio wa Yanga. Maana yake anaenda kukodi uwanja. Kwa hiyo akakodi uwanja, alipie gharama za uwanja, aanze maandalizi ya uwanja. Halafu ndo mgeni sasa aje kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Maana yake zile taratibu zote za hadi kukodi uwanja Yanga hawatofanya. It means sasa paka Juni 15 kuna asilimia kubwa kwamba mechi ikawa haijulikani itachezwa wapi. Ambapo sasa hii inaweza ikawa ni silaha kubwa Yanga wanaitumia, kwamba nyie fanyeni lakini sisi hatutoandaa mchezo kwa sababu sisi ndo waandaaji wa mchezo. Po hatutoandaa mchezo. Maana yake tusipoandaa mchezo hakuna ile room ya kutukata point moja kwa moja. Kwamba kutukata point kwa sababu gani? Kwa sababu yani ile kutukata point kwamba hatukutokea uwanjani. Let's say Simba angekuwa mwenyeji kwenye mchezo, kiasi kwamba Simba angeandaa maandalizi yote. Nyie semeni ya mchezo, lakini Simba anaandaa maandalizi kila kitu. Halafu baada ya hapo sasa kifuatacho msipokuja uwanjani, Simba anafanya process zote halafu anapewa alama. Lakini sasa hivi itafikia mpaka karibu na siku husika ya mchezo. Na kuna limit, I think ni masaa siku 72 kama sikosei, kwamba uwanja wa mchezo unatakiwa ufahamike na usibadilike. Sasa siku zinavyoendelea kwenda, it means kwanza uwanja usipofahamika mapema, maana yake kuna namna kanuni pia zitakuwa zimeanza kujikengeusha zenyewe. Kwa hiyo ni kama kuna namna fulani hivi Yanga kama wanaona wameshikilia kwenye mpini. Umeona? Na wanachojali wao, cha kwanza wawajibike waliohusika kwenye kuahirisha mchezo ule wa kwanza wa Machi 8. Baada ya hapo sasa mambo mengine yanaweza kujadilika. Je, Yanga bado wako sahihi hapo? Unaona Yanga wakienda uwanjani? Matumaini ya wao wajamaa kwenda uwanjani kwa kweli mimi sina. Yaani mimi kama mimi ni muda mrefu nimekuwa nikizungumza hili, yani ni msimamo ambao siamini kama ni drama. Yani kwa hali hii ilipofika sasa hivi wako serious. Sababu litakiwa mpaka sasa hivi watu wanatupa na tiketi fulani sold out yani. Lakini mpaka sasa hivi unaona hiki kimya bwana. Alafu unajua ni wiki ijayo tu. Hivi ni vijana wiki ijayo. Sasa weekend ijayo tu. Ninatakiwa kipigo. Hamasa tulingekuwa tumeshajiona. Zishaanza hamasa, mambo kibao mngekuwa yashaanza kufanyika. Wanaume wamenuna. Yaani wamenuna kweli, na unaambiwa kwenye hizo tarehe. Nimalize, kwenye hizo tarehe viongozi wakubwa watakuwa nje. Ikiwa ni pamoja na rais ambaye taarifa zinasema kwamba amepata mwaliko wa kwenda kushuhudia ufunguzi wa kombe la dunia la vilabu kule Marekani.